Beautiful people, it's Monday again. Washikaji zangu na news iko hewani kama kawaida kupitia tinga namba 1 kwa vijana East Africa TV. Your girl niko hapa kukuletea zote za kiburudani na maanisha taarifa na habari kama kawaida. Na najua unatizama hapo ulipo kupitia tinga namba 1 kwa vijana East Africa TV, mtu wa maana kabisa. Kwetu sio Blue Monday kama vibe liko kama ambavyo unaona, mimi niko fresh. I hope you good. Kama hauko poa pia Mwenyezi Mungu akujalie afueni kidogo kae sawa. Afu mwisho wa siku wiki iende poa kama kawaida. Hasa unaweza kukuta wiki yako iende poa kwa sababu hautumii line ya Yas, hautumii mtandao wa Yas, kwa sababu wenzako huko tunakwambia kila hatua mix. Uko zako unafanya muamala, pesa yako haitoshi kukamilisha muamala ambao unaufanya, wao wanakupatia mkopo boostisha kama kawa. Uko zako kuna jambo unataka kulitimiza, pesa haitoshi kutimiza hilo jambo lako la msingi, wanakupatia mkopo wa Nivushe Plus. Yaani wanakuvusha kutoka hapa kwenda pale kukamilisha mambo yako ya msingi. Wapi unaweka pesa zako kidogo kidogo ili mwezi wa 12 usherekee Christmas vizuri na mwaka pia uanze poa, wanakupatia kibubu. Washikaji zangu, unaweka zako pesa kidogo kidogo, mwisho siku malengo yako ya msingi ama furaha yako inatimia kama kawaida. Sasa kulipa huwa unalipaje? Iwe huduma ama bidhaa, lipa kwa simu mshikaji wangu, inaokoa vitu vingi sana. Hao ndio Yas wanakuambia hivyo kwa sababu kila hatua mix. Asa ili kuenjoy huduma zao bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, then tulia kaa zako, enjoy maisha kama kawa. Lakini kama unatumia simu janja ama smartphone, pakua application ya Mix Super App kufanya miamala yako. Hao ndio Yas wanakuambia kila hatua mix. Tuko nao kupitia News East Africa TV tinga namba 1 kwa vijana Jumatatu mpaka Ijumaa kile ikifika saa 12 kamili jioni. Sasa miongoni mwa story ambazo tuko nazo leo kupitia News East Africa TV inamuhusu hawa nitarejea. Unaambiwa mwenzako kajenga paka nyumba kwa sababu ya misaada ambayo huwa amekuwa wazi kuomba, like ana shida fulani anaomba zake msaada, hivi ninavyokuambia kashusha mjengo nyumbani kwao fresh kabisa. Mjengo mwenyewe. Sasa ikoje? Tuko na full story kuhusiana na hayo ambayo amezungumza hawa nitarejea. Lakini story nyingine ambayo tuko nayo ni ujumbe wa Kayumba kwa mama yake. We all know that mama ni Mungu wa pili. Wengi huwa wanasema hivyo na wengi tunajua hivyo. Hasa kamwandikia ujumbe gani, kwa nini kaandika, kitu gani hasa ambacho kimemsibu? Full package hiyo story tuko nayo kupitia News East Africa TV. Washikaji zangu, tukivuka mbele, inawezekana hapo ulipo wewe unajiona kodi unaolipa kwenye nyumba yako ni kubwa, inakushinda kulipa, pengine mpaka unatamani kuhama kwenda kwenye kijumba kidogo. Oya, so peke yako. Hata Marekani wapo tena watu maarufu kabisa, kodi zinawapeleka puta hatari. Unaambiwa hali ya maisha ngumu na albamu yake haiuziki. Carl Bindo kasema kwa maana kwamba kuna hali fulani ya maisha ngumu anapitia na albamu yake haiuziki. Hasa full package hiyo story ikoje tuko nayo kupitia News East Africa TV. Tukibaki mbele pia miongoni mwa story ambazo tuko nayo inamhusu Travis Scott. Mshikaji katika historia pale Afrika Kusini kwenye ile tamasha lake la Circus Maximus Tour. Asa ikoje, historia kaiwekaje? Full package hiyo story tuko nayo kupitia News East Africa TV tinga namba 1 kwa vijana. Make sure unakaa hapo. Yes, tuko nao. Chukua zako popcorn, ite washikaji, tunawapa full package ya stories zote ambazo unatakiwa uzijue za kiburudani kupitia News East Africa TV. Ibana, kama ndo kwanza una join, hii ni East Africa TV na News ndio iko hewani kama kupitia tinga namba 1 kwa vijana, na your girl February Omari niko hapa kukuletea zote ambazo zimehappen na inabidi uzijue kwa ukubwa na undani wake ili tuelewane kitu gani hasa ambacho kinaendelea kwenye ulimwengu wa burudani duniani kote. Hasa ile kufahamisha kwamba hawa nitarejea amejenga nyumba kupitia misaada ambayo amekuwa akiipata kutoka kwa Watanzania wazalendo wenye mapenzi ya dhati na yeye. Sasa huyu ni mwanamuziki wa Bongo Flava ambaye aliwahi kufanya kazi na Diamond Platnumz ile nitarejea, mpaka kapelekea kuitwa hawa nitarejea kutokana na ukali na ukubwa wa ile kazi ambayo shei kuifanya back in the days. Sijui tunaelewana. Sasa amefunguka kupitia News kuwa matatizo na changamoto ambazo huwa anazipitia yeye huwa inakuwa rahisi sana ama kuyaweka wazi kwa wananchi ili apate msaada kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wanaamini ukisema kitu ambacho kinakusumbua ni rahisi kupata msaada. Shanaelewa, yeye hataki kabisa kuficha changamoto ambazo anazipitia, ndio sawa amekuwa kila kipata anatueleza hapa Watanzania wenzake, like sikilizeni niwaambie mimi napitia changamoto hii hapa, na amekuwa akisaidiwa kusema ukweli. Na mbali na misaada ambayo anaipata, pia amefunguka kwamba amefanikiwa mpaka kujenga nyumba kupitia misaada ambayo amekuwa akipatiwa na Watanzania na mapenzi ya dhati na yeye, lakini ambao wanamkubali kulingana na kile ambacho amekifanya kwenye industry ya music Tanzania, lakini pia namna nzuri ambayo amekuwa akitumia kuomba misaada hiyo, wamekuwa na imani na kuamua kumsaidia. Sasa kupitia misaada hiyo amejenga mpaka nyumba, na kama ulikofahamu anakuambia
huwa nafarijika sana kuona wasanii wa kike wanaendelea kufanya poa kupitia muziki Tanzania, na vile ambavyo wamekuwa wakisogea mbele zaidi kupitia kipaji ambacho wako ama vipaji ambavyo wako navyo, na amekuwa anapendezwa na kile kitu ambacho amekuwa akikiona kwa wasanii wa kike. Na kuhusiana na ushindani wa wasanii wa kike, anasema naona wanafanya vizuri sana. Wanafanya poa, na napendezwa na vile ambavyo wamekuwa wanafanya. Kuona leo anatoka Nandi, kesho kutwa Zuchu hivyo, yani ushindani ambao unauona kwenye game, anasema uko fresh kabisa. Asa full package ya story hiyo kuhusiana na hawa ni utarejea misaada mpaka kujenga, na nakwambia alikuwa apendi kupanga kabisa, and that's why misaada ambao unapata pia akajihusisha kwenye masuala mazima ya ujenzi. Full package ya story hiyo tuko nayo, na mwanangu Schneider Info kapiga naye story zaidi kwenye E-News hapo. Unajua kwamba nafsi na roho itakuwa na wasiwasi, upweke na moyo utajawa na simanzi. Tapokuwa na kwenda shambani, lafu niko peke yangu ani, tapokuja kwa na majirani nitaumia. Pale napotoka kisimani, ama niko na kuni kichwani, sina wa kunitoa nyumbani nitalia. Unajisikiaje kupokea hii misaada kutoka kwa mwenyekiti wa Sisi na Mama? Nimejisikia vizuri sana, nimehisi tuko sawa, yani kwamba hakuna ubaguzi, nimejisikia nimenipa nguvu. Wanakuwa wanajisi kama watu wanakutenga hivi, uko na upweke labda? Sijaona kama watu wananitenga kwa sababu sikuongea. Nilipoongea pia nimeona sipendagi kumlaumu mtu. Kuna namna sasa hivi lifestyle ya wasanii inatakiwa ibadilike. Labda wengine wanaamini kama wasanii wana brag sana, wana fake sana maisha, maana kuna changamoto zikiwakuta watu wanakuwa wagumu kidogo kuwasaidia. Naomba useme neno lolote kuhusiana na hilo, ambapo wewe umejitokeza hadharani unasema unahitaji msaada na watu wamekufikia pia. Moyo mtu kichaka, kila mtu anakopa na jambo lake. So ni vigumu sana kuhisi wao na kila kitu gani. Hata kama ukisema wasanii, ukisema wasanii ukijumlisha wote kwa pamoja, wengine watakuwa wanaonea, kuna wengine hawako hivyo. Ndio kila mtu ana moyo wake sawa, ambao wanaficha ndio matatizo yanakuja kukuta. Kama mimi kipindi kile ambacho mpaka nikapata matatizo, kuna vitu nilikuwa navificha sana, kwa hiyo nikanaumia mimi mwenyewe. So ni bora niwe open, hii ni muziki wa sawa. Kama kuna mtu anaficha tatizo, mimi sikuficha chochote. Hata nilianza kupata changamoto nilisaidiwa na mama mmoja hivi, alinisaidia, aliniambia nikakuwa kuna matatizo tu nyumbani, akaniambia nikakuchukulia apartment, nikakataa. Mama yuko Marekani, akaniambia basi wewe utafanyaje? Akanitumia tu milioni ngapi? Milioni 6 za kwanza mimi ndio nikajenga. Nimejenga mwenyewe unajua. Nilisaidiwa, nikanunua matofali, nikajenga. Kwa hiyo hata changamoto nyingine ikinikuta pia nasema sababu kusema kwa sababu sijafikia, yani sijamaliza. Hakuna mtu ambaye anamaliza kila kitu kikakimisha moja kwa moja pekee yake. Kwa katika kushirikiana pia ni kuzuri. Kwa nini ulikataa kwenda kukaa kwenye apartment? Sio kitu cha kudumu. Nitakaa siku 2 sitakaa kama mambo ya starehe, sio kitu cha kudumu. Hapa nimekaa hata kama sijamalizia chini, lakini najua niko siambii kwamba kishukuto unafanya hivi. Niko hapa nikapata. Tuzungumzie kuhusu muziki ambao umekutambulisha wewe. Nafasi ya wanawake unaiona vipi kwenye wanamuziki wa kike ambao wanafanya muziki? Nafasi za wanawake ziko vizuri, wako poa. Level ya ushindani iko vipi? Level ya ushindani hapo kwenye ushindani wako sawa, kila mtu yuko na spidi yake, kila mtu yuko na spidi mia, wote wako wanafanya vizuri sana. Siwezi nikasema changamoto nyingine siwezi kuziona sana, kwa sababu mimi sijachungulia pia kwenye muziki sana. Naweza kaka kwa 3 siku 4 sijakaa mwenyewe serious nikasema kwamba labda ngoja nisikilize nyimbo au nifanyaje, na kuna vitu vingi kichwani. Kwa hiyo hata nikisikiliza pia naona kwa sawa, kwa sababu wao ni pia jamii, pia wao wenyewe unajua, hata wasanii wakiimba kwa wenyewe wanapropose, tunapozana yenyewe mawazo. Kwa hiyo nikisikia hivi na kaimba vizuri na ikifurahisha sana. Pia hata uko mbalimbali na kwenye mitandao ya kijamii, post yako ya mwisho umepost Januari 1 siku ya mwaka mpya. Uko mbali, yani kama uko mbali sana mitandao, kama umejitenga hivi. Sisi haja. Simu yangu iliharibika. Tunataka nisemelee kitu kwenye media. Simu yangu ilivunjika kioo, kwa hiyo sijaweza yani sione hata email yangu iko mule kwa sijatengeneza kioo muda mrefu. Kwa
Kwa sio kwamba simu imezimika na nikashindwa kuendelea maisha yangu, na kwa naendelea kwa maisha yangu mengine, nasema ipo siku nitatengeneza au nitafanya hivi na hivi, nitaendelea vitu vyangu. Wanajua kama nafsi na roho itakuwa na wasiwasi, upake na moyo utajawa na simanzi. Yes, big story nyingine kupitia E-News East Africa TV inamhusu Kayumba Associate. Kayumba Bino ni jina lake, pia yote ni majina yake hayo. Sasa bana, Kayumba ameibuka kupitia mitandao ya kijamii hususan Instagram na kusema yale ya moyoni ambayo anataka kumwambia mama yake. Sisi tunaelewana, of course, kumwandikia mama yake ujumbe fulani mzito kusema ukweli. Yani ni mzito kiasi kwamba ukisoma kwa hisia zile ambazo nitakiwa kuonazo utagundua ni ameyatoa ya moyoni. Aliweka picha akiwa na mama yake kupitia ukurasa wake Instagram na akaandika, mama, nimekuita mara 3 mama yangu. Kwenye kazi ama kipaji ulichonibariki nacho, ona binadamu wanavyoniandama na kutaka kunimaliza kabisa. Ona wanavyoonyesha chuki zao waziwazi, na wakati niliwasaidia na wakafaidika na nguvu yangu, leo wamekuwa maadui wakubwa kwangu. Mama yangu, wanaokutegemea wewe mama hawajui vita ngapi umenishindia dhidi ya walionichukia tangu nipo kwenye tumbo lako. Nakumbuka uliniambia maneno haya, nimtegemee Mungu aliyetuumba, wa pili ni wewe mama. Nakutegemea sana mama yangu na kuomba nishindie na haya yanayonikabili kwa sasa. Nakupenda sana mama Bino, wewe ndo dunia yangu ya pili. Ukitafakari vizuri ujumbe utagundua mwanangu Kayumba kuna watu wanataka kumshusha kwenye game kwa namna moja ama nyingine. Waya wa watu hapo, sema ni vizuri tukajua tukawa tunasema kama hivi, kwa sababu tukisema pengine wanaweza kastuka akaacha kufanya michongo kama hiyo. Sasa huo ndio ujumbe wa mshikaji wangu Kayumba kwenda kwa mama yake. Seems like kuna washikaji ambao waliwasaidia back in the days, lakini sasa hivi pengine mafanikio yametengeneza chuki baina yao, like hawapendezwi na kile kitu ambacho Bino anakiishi sasa hivi kupitia kipaji chake, na wanataka kumshusha asiendelee kuonekana tena, which is very bad. Kusema kweli sio poa. Mshikaji wangu anataka kumshusha Bino kwa sababu ya chuki zako binafsi, make sure unaacha, kwa sababu what goes around comes around. You never know. Bana, bado unatizama East Africa TV, tinga namba 1 kwa vijana, na hii ni E-News kama kawa. Your girl niko hapa February Omari na kuletea zote ambazo zimehappen duniani kote, ambazo inabidi uzijue na uzielewe kwa undani zaidi. Na sasa hivi tunavuka zetu boda kama kawa. Hatuishi Tanzania peke yake, tunavuka boda washikaji zangu kama kawaida. Nilikufahamisha mwanzoni kwamba inawezekana wewe unahisi una maisha magumu mpaka unashindwa kulipa kodi. Mwanangu, hata mbele wapo. Hali ngumu ya maisha, albamu yake kutokuuzika imemuibua Cardi B kutoka alikokuwa mpaka kuja kuzungumza hadharani kuhusiana na ugumu wa maisha ambao anapitia. So it seems like Bibi kapanga. Oya, huyu ni rapper maarufu Cardi B ameeleza kushangazwa na jinsi kodi za nyumba zilivyopanda mno jijini New York, hasa katika eneo ambalo yeye anaishi, Bronx. Na mjui kwamba amekulia huko washikaji zangu. Sasa kupitia video aliyoshare mtandaoni, Cardi B alisema alijisikia vibaya baada ya kuwaona mashabiki wake hawanunui albamu yake, akisema hali ya kiuchumi kwa sasa ni ngumu na gharama za maisha zimepanda kupita kiasi. Akaandika bonge moja ya caption ambayo inaelezea ugumu wa maisha. Aliandika, I'm sorry for asking you all to buy my album. Rent is so high and crazy in this Bronx. Alisema Cardi B kwa hisia, like samani washikaji zangu kwa lazimisha mnunue albamu yangu. Oya, maisha ni magumu hapa Bronx. Sio unaelewana, maisha ni magumu kono nueni album. Ameomba radhi kwa sababu kwa kama akiwalazimisha fulani. Start to look for apartments in the Bronx for them. Yo, why rent is so expensive? How the is rent so expensive in the most cheapest borough? I can't even imagine how much rent will be in Brooklyn or in Queens. Queens is expensive, period. You're not getting nothing if it's not $2,500. How the apartment, a 1-bedroom, is like $1,500 in Anderson? I will never live in Anderson. Let me tell you something. I don't know how people surviving. I am so sorry for asking y'all to buy my album, and this is how much, and this is how the economy is right now. Sasa
Msanii pia aliongeza kuwa karibu maeneo yote ya New York ikiwemo Bronx, Manhattan, Queens na Brooklyn amekuwa ghali sana kwa kuwa watu wa kipato cha kawaida. Kwa maana watu wa kipato cha chini ama cha kawaida hadi kulipa kodi imekuwa ni issue kidogo. Washikaji zangu, hali ya kiuchumi huko pia ni ngumu. Sasa hali hiyo imezua mjadala mtandaoni, wengi wakikubaliana naye kwamba gharama za makazi jijini humo zimekuwa changamoto kubwa hata kwa watu wenye kazi nzuri, like kama yeye ni mtu maarufu, umeelewa mtu maarufu mpaka kagawana zile percent na aliyekuwa mume wake and stuff, lakini uwezi amini naye pia analia kwamba hali ya uchumi, hali ya maisha ni ngumu kitaa hiki. Washikaji zangu, so tununue album ya kwake. Oya, tuendelee kupiga kazi. Ushaona kwamba ugumu wa maisha ama hali ngumu ya maisha haipo tu Tanzania, ipo kote. So make sure unapiga kazi, unapambana kama hivi, afu mwisho wa siku unajiokoa wewe na familia yako, unatikamis kwenye kusaidia ndugu jamaa na marafiki kama kawa. So tununue tu album wanangu, tununue. On to the next one. Kwenye mastori ya mbele kubwa kuliko na muhusu Travis Scott. Of course Afrika imeshuhudia kile ambacho Mwenyezi Mungu kamjalia. Unaambiwa ameweka historia Afrika kwenye tamasha la Circus Maximus Tour, bonge moja ya tamasha. Huyu ni rapper, msanii mwenye mvuto mkubwa zaidi duniani. Travis Scott amevutia maelfu ya mashabiki katika onyesho la kwake ambalo kalifanya huko Johannesburg, South Africa, ambapo zaidi ya watu 70,000 walikusanyika pale FNB Stadium kuungana na yeye katika tamasha lake hilo la Circus Maximus Tour, bonge moja ya tamasha. Sasa basi story kubwa ni kwamba lile tamasha lilichelewa kuanza. Yaani kabisa hili tamasha limechelewa kuanza kutokana na ratiba ambayo tulikuwa tunaijua. Ushanielewa Sasa kilichopelekea tamasha lile kuchelewa kuanza ni hali ya hewa. Unaambiwa kulikuwa kuna mawingu mazito sana. Mvua zilikuwa zikinyesha. Sasa hiyo hali ikapelekea usumbufu kwenye mfumo wa mwanga na sauti. Na kama ambavyo tunajua washikaji zetu wako very serious when it comes kwenye show zao, huwa wanapenda kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa kwa sababu ni wazuri kwenye kuweka historia. Ndio maana ukicheck shows za Michael Jackson za miaka ile mpaka sasa hivi unaona tu light ilikuwa fresh, ile sound ilikuwa poa, ni kwa sababu huwa wako makini kwenye kuhakikisha matamasha yao yanafanyika kwa ukubwa lakini pia kwa ubora zaidi. So mara baada ya kuona hiyo changamoto akaona sina haja ya kuanza mapema, ngoja kwanza tu sort out hivi vitu vya sound na mwanga na vitu kama hivyo, hapo then ndo nianze tamasha. Sasa licha ya kuchelewa kuanza kwa tamasha hilo, unaambiwa mashabiki hawakukata tamaa, kwa maana kwamba hawakuachia imani yao, walibaki pale pale kusubiri mchizi apande kwenye jukwaa afanye tamasha kama vile ambavyo walikuwa wanamtarajia. Shanaelewa, licha ya hali ngumu ya mvua, sijui mawingu, radi baridi la kutosha, lakini mashabiki zake wakaona wasikilizeni, tuambie sisi tunamtaka Travis kwenye show na tunaendelea kumsubiri hapa. Walinyeshewa wengine, unajua zile. Na by the way yeye pia akaja akajibu hizo tuhuma za kuchelewa kwa kuanza tamasha hilo na kusema kwamba hakuchelewa kwa makusudi na haikuwa kuchelewa kwa saa zima, isipokuwa alidai kwamba tatizo la light delay ndio hapo lilipelekea mchizi kuchelewa kuanza tamasha hilo, lakini lilifanya poa sana kusema ukweli. Na hili tamasha limewekwa katika historia kama tukio kubwa la hip hop huko Afrika Kusini kwa sababu ya idadi kubwa ya mashabiki ambao walijitokeza kwenye tamasha lile. Nimeanza mara baada ya kumuona Travis Scott, ni msanii wa hip hop, kajaza watu zaidi ya 70,000. Hafukukuwa tunakalia hip hop use washikaji zangu, ogopa matapeli, hip hop inauza na mashabiki, isipokuwa tu promotion ndio inabidi ziendelee kukaza. Travis kafanya makubwa pale South Africa. Ukikuwa tunaona nani ambaye anaweza kajaza vile alivyojaza Travis na watu wakamsubiri, eti mvua inanyesha, mwanga hakuna, afu watu wakabaki kukaa. Tukapiga story juzi na Chip Benz kupitia Planet Bongo, anakuambia kipindi yana yuko on top anafanya zake show, watu walikuwa wanajaa, wanavua mpaka nguo katika kumshangilia, lakini wengine walikuwa wanazimia kitu ambacho walikuwa hakipendi. Kwa nikifikiria ni kama namuona yeye hivi. Sasa wewe pia utatuambia ni msanii gani wa hip hop ambaye anaweza akafanya tamasha lake akajaza kama alivyojaza Travis Scott huko Afrika Kusini, watu wakamsubiri licha ya changamoto. Tutapita nazo kwenye news nyingine au vibane. So hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa pale South Africa na mwenzetu ama mshikaji wetu Travis Scott na tamasha lake hilo kubwa kabisa kwa kufanyika na limekaa kwenye historia, ni tamasha la muziki wa hip hop, which is very good kusema kweli.
bwana, asante kwa kuitazama E-News popote pale ulipo, mtu wa maana kabisa wewe. Nyingine heavy tunakutana kesho Jumanne. Yaani tuko nayo kama kawa ni Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 kama hivi. Story lazima uzipate na uzielewe kwa kina. Asante nyingi kwa washikaji zetu Yas, wanatufanya tunajidai town kwa sababu tukifanya miamala, salio litoshi kukamilisha muamala, tunapewa mkopo wa boostisha. Afu mambo yanakuwa hivi. Vipi nataka kutimiza jambo langu la msingi, pesa pia haitoshi, napewa Nivushe Plus, mkopo wa kukuvusha mshikaji wangu kutoka hapa kwenda hapa. Ushanielewa Wapi unaweka pesa zako kidogo kidogo ili kutimiza malengo yako makubwa, wanakupatia kibubu washikaji zetu Yas. Utaki nini tena? Malipo wao unafanyaje? Wao wanakushauri lipa kwa simu, iwe huduma ama bidhaa, kuokoa vitu vingi sana hapo kati. Sasa ili kuenjoy huduma zao bonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli, then kamilisha muamala wako taratibu. Ama kama unatumia simu janja, mimi ndo ninatumia hiyo, unapakua application ya Mix Super App, alafu unafanya zako miamala taratibu, mambo yanakuwa bill fresh kabisa. Washikaji zangu wao ndo Yas wanakuambia kila hatua mix ni zaidi ya pesa. Asa mimi sinataka kusepa sasa hivi,